Ambapo nataka nikuulize kwa upande wangu kabla sijamwachia Degu Mashuhuri aendelee na wewe kwa sababu tumekupata tuko hewani na wewe. Nitaka kujua kitu kimoja. Unafikiri changamoto za Simba katika misimu hii mitatu minne mfululizo ambayo inatokea, issue ni sajili za wachezaji au issue ni management au issue ni nini ambayo inawafanya Simba washindwe kufanya vizuri na kuwa na sajili za mara kwa mara katika misimu ya karibuni? Yeah, sure. Kwa Simba yani simple, kinachowaangusha ni kutokuwa na katiba nzuri, lakini kitu ambacho kinawaangusha zaidi ni hawa viongozi waliokuwepo. Unajua tukizungumza misimu minne ambayo Simba wamekosa ubingwa, possibly wanakwenda msimu wa 5 bila ubingwa. Sio kama wafanyi sajili, ila dirisha wako sokoni wanasajili wachezaji 6, 10, 11, 12, wengine wanaachwa. Wanaofanya maamuzi ya kuleta hao watu na kuvunja mikataba yao bado wako pale pale. Makocha wamekuja zaidi ya 10 na wote wamefail. Nini shida? Ni hawa wanaofanya maamuzi. Wanaofanya maamuzi ni akina nani? Ni viongozi. Hao viongozi ubongo wao wa kufikiria umefika mwisho. Hawana tena vision ya kuitoa Simba ilipo kuipeleka next level. Kwao ni kama wamestaki, hawajui ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea. So shida kubwa ya Simba ni management iliyokuwepo kwa sasa. Yes, bwana Hans Raphael, kwa hayo ambayo ameyauliza Chief Nzobane, tunashukuru sana. Mimi na wewe ugomvi wetu upo kwenye kufika kwako studio bwana. Tuna mengi ya kuyazungumza. Tuna mengi sana ya kuyazungumza na itabidi siku tupate mechi moja kali hivi tuitazame pamoja, tukiwa live, mashabiki wapate ile experience Hans anakuwa kwenye hali gani akiwa anatazama kandanda. Bila shaka ni sahihi kabisa unachozungumza. Ndio. Na tafika hapo ni nyumbani kabisa. Yani inabidi watu wajue kwamba mimi hapo ni nyumbani kabisa, na I'm sure nitafika hapo. Sawa. Lugano, una lipi la kudodosa hapa? Ansi. Bwana, mimi ningetamani kitu kimoja. Nataka nisikie neno lako. Mlipofikia na Ahmed Ally, najua linaweza karekebishika na mkamaliza tofauti. Kauli yako ni ipi hapa? Hatuna tofauti mimi na Ahmed hata kidogo. Hatuna tofauti. Tunajaribu kuelimishana na maisha yaendelee. Wala hatuko kwenye ugomvi wala hatuko kwenye ushindani. Kwa hiyo atakaye kuwa ameelewa au ameelimika zaidi basi atanyamaza. Basi naomba comment yako ya mwisho kabisa. Hebu nataka uniambie kuhusiana na sajili za Simba kwa sasa. Ongezeko la sasa hivi. Ni sajili gani ambayo imekupa angalau unaona kabisa huu ndio usajili sasa ambao unatakiwa ndani ya Simba, ndio mfano wa usajili, au hujaona kabisa? Mimi usajili ambao naupenda wa kwanza ni hawa viongozi kutoka kuingia viongozi. Kwa hiyo ni Basege ambaye anazungumza kwa upande wako kwa michezo kadhaa ambayo amecheza. Kwa upande wako una mtazamo gani? Hivyo nizungumze na watazamaji na taarifa zilivyo kwa hivi sasa ni kwamba Simba ana nafasi ya kuongoza kundi pia. Endapo kundi litabiduliwa. Kundi likibiduliwa, Simba anakuwa na nafasi ya kuliongoza kundi. Kwa hiyo usimkatie mtu tamaa. Timu ya wanaume, usimkatie mwanaume tamaa. Unanikumbusha tukio moja hivi. Kuna dada mmoja alikuwa amefika ofisini. Ndio. Ndio. Kwa sababu ya urembo wake na nini. Ndio. Akawa ametangulia kukaa kwenye kiti. Ndio. Sasa wengine anafika ni kama anachukulia poa hivi. Na tafsiri yake ni kama mtu ambaye alikuwa ndani ya chumba kwa ndugu yake. Ndio. Umeelewa? Wakaja wengine vile viti virefu vile. Ndio. Na milango iko na huku, milango sehemu yote inafunguka. Ndio. Kumbe wote walikuwa wanaelekea kwenye tukio moja. Ndio. Akafika kakaa, mwingine akaja kakaa. Sasa kuna jamaa akafika, kwanza amefika na amechoka, naona kama nimechelewa sana. Itakuwaje yani? Yaani ukimwona sura yake anatamani kuwahi. Mungu alipomkua mkubwa. Umeelewa?
ule mlango ambao yule binti alikuwa anajiona yeye kashafanikiwa, atafunguliwa mlango kirahisi, anaingia na ameshamaliza anaondoka zake. Karelax. Yule ambaye alikuwa na stress akakuta mlango wake unafunguliwa. Haya, njoo wewe. Akakuta yule wa kwanza amekuwa wa mwisho amekuwa wa kwanza. Lakini kwa Simba hiyo wasahau, hawezi kutokea. Usiwakate tamaa. Tafadhali sana. Simba wanachotaka kwenda kukifanya sasa hivi, maana yake kwenye huo mchezo ni kitu kimoja tu. Simba, heshima ya Simba ni kubwa sana Afrika. Kukaa zaidi ya misimu minne kuwa kwenye top 4, top 5. Yes. Umeelewa? Au seme kwenye top 10 kwa muda mrefu. Ni heshima kubwa sana kwenye soka la Afrika. Lakini Simba mpaka vigogo kama National Ahly wanamuogopa, yani kusema anaenda kupambana na Simba, sasa natokaje hapa? Unaelewa vizuri? Ndio. Kwa hiyo timu ya Simba ishatengeneza sura ya kitofauti kwenye soka la Afrika. Kilichobakia sasa hivi Simba ni kurudisha heshima ya Simba. Hata kwa mchezo dhidi ya Stade Marie walipoteza ugenini, sawa. Ndio. Walipoteza mchezo mmoja kwenye dimba la Mkapa. Ndio. Kwenye dimba ambalo walikuwa nasema kwa Mkapa hatoki mtu. Atletico di Rwanda walitoka. Ndio. Haimaanishi hata mchezo unaofuata huu Simba pia akapasuke. Mimi Simba naweza nikasema Simba ndio timu ambayo ilifanya Yanga ifike ilipo. Ndio. Tunaelewa? Yanga mafanikio walioyapata yanatokana na Simba alipofika. Kuna wingu ambao Yanga waliutengeneza wa mafanikio wa kutamani kufika sehemu. Na bahati nzuri Yanga walikutana na mtu ambaye ni wa mpira. Engineer Hersi ni mtu ambaye ni wa mpira. Anaingia uwanjani anacheza mpira. Ndio. Alitamani naye kuona timu ambayo anaongoza kama president ifike sehemu. Ndio maana utaona waliingia kwenye sajili za maana Yanga. Waliingia kwenye mapambano ya kweli, unamtaka nani awepo kwenye kikosi chako. Na mwisho siku tunaona Yanga waliingia mpaka kwenye finali za CAF Confederation Cup. Sio? Wameingia sasa hivi wanaingia kwenye group stage. Imekuwa kama ni sehemu ya mazoea kuingia kwenye group stage. Sio? Lakini nani ambaye alitengeneza hayo matamanio ya wao watamani kwamba inawezekana? Tunazungumzia ni nani? Ni Simba. Yanga anapita kwenye hatua za Simba. Umeelewa? Lakini Simba sasa hivi wameteteleka wakiwa na heshima kubwa sana. Nini cha kwenda kukifanya mchezo dhidi ya Stade Marie? Ndio. Uzuri wake Simba ameongeza wachezaji wa kazi. Umeelewa? Cha kufanya ni kwenda kuwapasua. Na tusiwavunjie heshima Simba. Simba hawakuwa na bahati tu ya kuingia hatua ya robo finali. Sio kwamba Simba walikuwa wabovu kiasi hicho, hapana. Nikukumbushe Atletico di Rwanda, sawa? Ndio. Wanawafunga Simba, walikuwa na shot on target moja tu, ndio hiyo kazalisha goli. Tena ilipata deflection kidogo. Deflection ya nani alikuwa ni Nangu. Alikuwa ni Nangu kitu kama hicho. Nangu. Alikuwa Nangu. Nangu alikuwa ameenda of course. Deflection ilitokea. Angalia Simba walikosa nafasi ngapi za kufunga. Toka kwenye mchezo wa Atletico di Rwanda. Nenda Stade Marie. Walipata counter attack, walipata nafasi dakika 5 za mwanzo, miamba miwili Simba hao. Simba. Ya nani na Mpanzu. Akatokea Morris Abrahamu mwamba pembeni. Ikatokea kwa Dese Mkwala akakosa rebound ya golikipa. Ndio. Nakumbuka ni nani mwingine? Kibeni sijui. Mutale vipi? Mutale naye yule alipata ile free ya kupiga kapaisha juice. Iko juu kitu kama hicho. Aua pia. Kwa Simba wangetoka hata na magoli mangapi? Labda 3. Umeelewa? Hawakupata. Na inawezekana ni kama ndani ya Simba humo kuna watu wanaminya. No. Kuna watu kwa sababu ile kwa Mkapa hatoki mtu, zile zote zilikuwa kamba zile. Ila sio limkia mzee Kadege. Kuna watu wanafanya nini? Kwa hiyo ukizungumzia Simba, mimi nazungumzia Simba ambayo ilikosa bahati kwenye maisha. Kufanikiwa kwenye maisha, jamani, msichukulie tu kwamba mtu ni jitihada. Jitihada zina asilimia labda kama 80. Lakini usipuuze bahati ambayo sahihi ipo kutokana na kudra za Mwenyezi Mungu. Unaweza kujituma kwa asilimia 80, asilimia 20 iliyobakia Mungu anakuambia kufanikiwa.
mimi ni mtu ambaye nafuatilia sana pia na maandiko. Sio sana hivi, lakini naheshimu sana kwa sababu tupo duniani kwa sababu ya Mungu, sio? Ndio. Kuna kwenye maandiko ni methali, kitu methali sio? Methali. Methali Wahubiri, sio methali. Wahubiri 9:11. Sawa? Wanasema sio kila anayekimbia sana anayeshinda mashindano. Yaani wewe kukimbia kwako sana sio ndio kukufanya wewe ukashinde mashindano. Hekima yako ndio ikufanye upate chakula. Ndio. Si ndio? Ubora wako si au kufanyi kufanikiwa, ila kuna kitu Mungu anakiweka cha ziada. Ndio. Lakini kuto kufanikiwa kwako pia, ndio maana nasema kuna neno nasema shukuruni kwa kila jambo. Simba huenda kuto kufanikiwa huku ni ukuaji wa Simba kwenda kubeba hata ubingwa. Kwa sababu huenda Simba kakaa chini tulikosea wapi na wasikosee tena. Sahihi. Unanielewa? Kwa hiyo wanasema shukuruni kwa kila jambo. Ndio. Jitihada za Simba waliozifanya za kufika mpaka maeneo anapiga mashuti yanatoka nje. Yanagonga miamba. Yote yale yangeenda katika usahihi, yalikuwa ni magoli yale. Lakini hawakupata magoli wakafungwa. Wow. Si unanisoma? Ndio. Lakini mwisho wa siku watu wasione Simba ilikuwa mbovu kiasi hicho. Ila Simba walikosa bahati ya kufanya nini? Ya kuscore. Imewaadhibu. Wamerudi sasa. Wamefanya sajili za uhakika zaidi, zenye ubora zaidi. Tunamzungumzia Libase. Yuko pale sasa hivi. Ndio. Niwaambie watu ambao wanafuatilia Salama Media. Kama hawakusikia hii kauli, mimi naizungumza sasa hivi isikie. Libase ongea nao. Libase haitakiwi kwenda Ulaya, Ufaransa. Yaani Ulaya sio Poland huko ambako wametoka kwenye depu. Umeelewa? Sio walikuwa kina depu. Sio walikotoka kina Aniseti Aura. Umeelewa? Huko aliko anakwenda yeye ni Ufaransa. Hata angeenda kucheza ligi daraja la pili Ufaransa. Kule ni Ulaya. Sio Ulaya aliyotoka Mohamed Dumbia. Sio AI. Wamepata mtu, wamepata material ya mchezaji ambaye katoka sehemu. Yaani yeye mwenyewe anajiuliza, hivi ni nacheza Tanzania, material ya mchezaji wa Ulaya. Bado ana desire ya kwenda Ulaya. Sawa. Aniseti Aura, naye kutoka Ulaya. Lakini Ulaya sio ambaye alikuwa anaenda nani? Libase Gay. Ndio. Kwa hiyo tusubiri wakati wote tukashangaa kuna ofa ikatua Simba linamtaka Libase Gay aende wapi? Alikokuwa anataka kwenda. Yaani Simba wameenda kuinyang'anya timu ambayo iko Ulaya. Unajua wamezembea kidogo. Sahihi. Kumsajili walichelewa. Sasa kuchelewa wakaona timu ambayo ina nafasi ya kumchukua ni Simba. Wanasema fimbo iliyoko mkononi ndio inaumua nyoka. Sasa wewe subiri, nyoka yuko hapa, ukasema bwana nikachukua fimbo kubwa wakati kuna fimbo ndogo hii inaweza kamuulia. Sasa ukaona hii ndogo hii hebu tumuone nyoka. Na amefanikiwa, wamemchukua. Kwa hiyo Simba kwenda kumpasua Stade Malien ni heshima kwa Simba. Lazima uhakikishe Stade Malien anapasuka. Ili jina kwa Mkapa atoke mtu lianzie kwa Stade Malien. Kija mwingine apasuke tena kwa sababu ana kikosi bora. Najua msimu ujao hawa kina Libase Gay watakuwa wameongezeka wengine. Unajua wanasema smack inakivuta chuma. Ndio. Si ndio? Ndio. Yaani sio mchanga tu. Ukiona mchanga huko kwenye chuma ule mchanga una chuma ndani yake. Ndio. Si umeelewa? Kwa kuna wachezaji wengine wazuri wataenda kujiunga na Simba kutokana na quality ya Libase Gay. Wale ambao ni maskauti wa Simba wataenda kuitafuta quality ya juu. Ndio ambayo inakuwa kipimo cha kuiona Simba tunamtafuta mchezaji wa aina gani. Naamini Simba msimu ujao unawezekana kawa mbali zaidi. Yes, na katika wachezaji wanaokuja basi ni vyema kila mtu akaja na mtaalamu wake au waage vizuri huko. Kwa nini? Maana lakini kidogo inaonekana atacheza, maana wale watu ambao wanasadikika ndio walikuwa wanafunga miguu wengine ndio hao tayari washaondoka. Ndio kile alichokisema Kadege ama sasa sisi huwa tunaheshimu sana maandiko hapa lile andiko lilozungumza Mhubiri 9:11 linasema nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo wala si walio hodari washindao vitani wala si wenye hekima wapatao chakula wala si watu wa ufahamu wapatao mali wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati wa bahati huwapata
wote. Unaelewa hapo? Bwana sisi si majitu wa maandiko. Ngoja sasa fafanuzi vizuri hapo. Wakati wote wa bahati wapata wote. Hiyo tafsiri mimi sio mtumishi wa Mungu kama mchungaji na vitu kama hivyo. Lakini nashukuru naweza kukaa na kutafakari. Ushawahi kuona mvua inanyesha na mnyeshea mpaka mchawi? Ndio. Mwizi naye ananyeshewa na mvua. Ndio. Bahati ya mwizi na mvua inamnyeshea. Si ndio? Ukichanganua hilo andiko inaweza kupitisha pia katika njia hiyo. Lakini bahati inawapata wote. Manake hata hizo timu tunazozungumza walipata bahati kwa muda walioutumia. Umeelewa? Kitu kilichopo hapo kinachobakia ni neema ya Mungu. Sahihi. Kwenye maisha yetu ya kawaida sio kiazungumzo kiachana na mpira wa miguu. Umeelewa? Unaweza kuwa bora, mtangazaji bora sana, si ndio? Lakini kuna neema ya Mungu inayobakia pale, uwe bora zaidi ya watu wengine. Pengine wewe unaweza kusema kitu kidogo kikaleta maana kubwa au kileta thamani kubwa. Wewe unaweza kuja na vitu vingi lakini kuonekana nothing. Ni neema. Ndio maana inatakiwa unapoingia uwanjani, mchezaji, kama una imani kweli ya kumwamini Mungu wako, anza kwa kuomba. Unaweza kupasiwa pasi hii moja tu ukatungua mashine imo. Hiyo pasi hiyo. Watu wa Barcelona wakakuona, sasa watu namtaka yule jamaa. Bwana yule jamaa, ngoja nikukumbushe bwana, tunaongea kwa mifano. Ndio. Sisi si mijitu ya mpira. Mijitu ya mpira. Napozungumzia neema inamaanisha kuna watu sahihi wanaweza kaona tukio lako likiwa liko sahihi. Na wakaona ni wewe ni mtu sahihi. Kama mimi niko Salamba TV hapa. Mgeni nimealikwa kupiga tu story na soga. Ndio. Unaweza ukashangaa kuna watu wako Ufaransa huku wanamhitaji mtu anayezungumza Kiingereza. Ndio. Yaani mtu anayezungumza Kiswahili. Si ndio? Na kuna watu mastadi kweli wa kuzungumza Kiswahili kuliko hata mimi. Si ndio? Wakasema tunamtaka huyu jamaa. Ndio unasema swala la neema. Alafu unajikuta kwenye mpira wa miguu. Nikupe mfano sasa kwa mtu kama kuna mtu anaitwa Singano Messi. Unamkumbuka Singano Messi? Ndio, Ramadhani Singano Messi. Ndio. Huyo alionekana wakati Simba wanacheza na TP Mazembe. Jamaa hiyo siku aliwaka mbaya. Dalizi nyingi sana, tobo nyingi yani. Sasa Katumbi wakati anamwangalia yule mchezaji akawa anaivuta picha ya Messi. Huyu jamaa anacheza Tanzania huyu. Inakuwaje? Hapana, haiwezekani. Akamchukua Messi Singano, ukiachana Mbwana Samata na wachezaji kama watatu ambao walienda TP Mazembe. Ndio. Mmoja wapo ni Singano. Ndio. TP Mazembe kwa Tanzania ameenda Thomas Ulimwengu, Samata, Singano, alafu kuna Eliud Ambokile kutoka Mbeya. Alienda. Lakini Ambokile naye iko katika system hiyo. Yeye anajiuliza, Ambokile kafikaje TP Mazembe? Ndio. Neema. Singano alifikaje TP Mazembe? Neema. Alionekana kwenye tukio ambalo mtu mwenye maamuzi akaliona pale akasema huyu mtu mimi namtaka. Ana kitu nakitaka kwake. Ana ubora mimi naotaka. Singano kala maisha sana TP Mazembe pale. Sasa katika kucheza mpira. Amekuwa share team. Anakaa ndani yake sasa hivi anakula maisha tu hapo Singano. Kwa hiyo ndio hivyo vitu tunavyotoka kuzungumza. Simba walikosa nafasi. Ndio. Sio kwamba ilikuwa ni timu ya hovyo kuliko Stade Marie. Watu wengi wanaikosea sana Simba. Ndio. Wachezaji of course wengine walikuwa ni average wa kawaida sana. Lakini jitihada zao zilionekana, kuna baadhi ya mechi hawakuwa na bahati kama ambao nasema. Ndio. Yes. Sisi bado tuko vizuri na maoni tumeendelea kuyapitia. Bwana yule Josephat Daniel yeye anasema kaka, na kusikiliza siwezi kukusumbua. Yule ambaye umemwambia utamuunganisha issue ya Ally Kamwe, ukamsisitiza kwamba awe na jambo la maana, sio kuomba picha. Amesema kaka, na kusikiliza siwezi kukusumbua bila issue muhimu. Mimi niko Arusha. Kwangu sio rahisi kumfikia Ally Kamwe. Yeye anataka tu muunganishe kumfikia, kwa maana asije kaomba picha. Anaona itakuwa ngumu kwa maana yeye yupo Arusha
Ally Kamwe yuko huko. Sasa njia rahisi sana kwa sababu tunaongea hapa Salamba TV. Ndio. Anaweza kaingia pia kwenye mitandao yangu ya kijamii. Ndio. Anaweza kaingia kama Lugano Israel _like. Ndio. Kwenye Instagram ndio. Akiingia pale nakutana na Lugano Israel _like. Hata wengine ambao wanafuatilia sasa hivi wanaweza kufuatilia pia pale, wakasubscribe pia, wakacomment, wakalike. Kikubwa ni kuwa karibu zaidi kwa hivi ambao tunavifanya. Kama ambavyo mko Salamba TV, sio mbaya hata nyie mliko Salamba TV mkahamia pia na kwangu pale, tukawa tunapata material ya Salamba TV, alafu mambo yanaenda. Kwa hiyo hata yeye pia, hata kama kuna mtu mwingine kuna chochote, ndio kupitia Like Media, kupitia Lugano Israel _like, ndio unaweza kaingia pale. Sawa. Basi sisi bwana tuseme kwa leo kudodosa tuweke nukta hapa. Comment zinaendelea kutiririka. Tunaweka nukta hapa ili kidogo na sisi tupate ahueni kidogo. Alafu tutarejea hapa. Sasa tukirejea tutarejea na jambo moto. Jambo lipi hilo? Tutakuja kulizungumza.